Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ndugu zangu wa Kristo, tumsifuni Yesu Kristo. Naam, habari zenu bandugu. Nimerudi tena siku ya leo. Nimekuja kuwakumbusha mawili matatu kama tunavyojaliwa na sisi. Basi tuendelee kuwajuza na wale wasiojua. Maswali yanakuwa mengi sana, watu ni wengi sana wanaoitisha hivi vitu. Watu ni wengi wanaoitisha pete, lakini hawajui nini cha kufanya au tunaipata vipi. Kila siku jamani nakataza kwamba usinipe kazi au kunitumia pesa uniambie nikutumie pete kwenye gari. Hichi kitu hakiruhusiwi. Sawa sawa. Pete hizi hupendeza sana kuandaliwa miezi kama mwezi wa 9, wa 10, wa 11 pamoja na wa 12. Kwa nini miezi hii? Kwa sababu ndio miezi ambayo kila jambo ukilifanya kuhusiana na kafaratul jini basi mambo yanakwenda vizuri. Kwa wale ambao ni wakilingine kwangu, wale ambao wamehudhuria tiba zangu, wale ambao wanashiriki haya mambo bila kumkosea Mwenyezi Mungu, basi watakuwa wananielewa vizuri bila kuteleza pahali. Kwa hiyo mwenye uhitaji wa jambo hili au uvaaji wa pete, cheni, chochote kile ambacho kinahusiana na vitu hivi vya kuhifadhia majini, vitu hivi vya kuweka viumbe, basi anapaswa kujiandaa miezi hiyo. Sio kwamba mwezi wa kwanza, wa pili, wa 3 mpaka wa 8 miezi hiyo haifai. Hapana, inafaa, isipokuwa inazidiana nguvu. Kwenye mwezi wa 9 kunakuwa na vitu vingine, wa 10 vitu vingine, 11 vitu vingine ambavyo vinakuwa na spidi au kasi kwenye uhitaji. Kunapunguza pia uzito wa kuviita, kunapunguza mambo mengi na kunaleta vitu vizuri zaidi ya miezi mingine. Isipokuwa una uhitaji wa jambo hili, miezi yoyote inafaa, lakini hiyo miezi niliyokutajia hapo inakuwa na nguvu zaidi. Pete huvaliwa na mtu yoyote, ikiwa na maanisha mwanamke au mwanaume, ni yeye mwenyewe anavyohitaji katika utafutaji wake. Pete hizi zinaleta mambo yafuatayo: ukupa mvuto kila unapokatisha au kwenye mabiashara yako, ukupatia muonekano ambao wewe mwenyewe hutokaa ufikirie wala hutowahi kutarajia. Hivi ni vitu ambavyo hufanyika na viumbe hao bila ya sisi binadamu kujua wanatusaidia kwa njia gani. Mimi na wewe ni binadamu wa kawaida, lakini kuna misaada kutoka kwa hivi viumbe saa nyingine hufanyika bila ya sisi kutambua kwamba ni wao wametusaidia. Na kama hujui, ndio maana ya kuwepo walimu. Kama hujui, basi huwa unaweza ukafanya makosa ukawafukuza viumbe hawa kama ni waasili au umejaliwa tu na Mwenyezi Mungu wewe kama wewe, na sio lazima wakurisi, ukawafukuza kwa vitu ambavyo vilipaswa uviepuke wewe kusikiliza madarasa kama haya, basi ungeponea. Lakini wengi wanawakosea na kuharibu kwa sababu wengi wao hawataki kuelewa ni nini kinazungumzwa. Imani zao zimekuwa hafifu, ndio maana wanapoteza mwelekeo kila kunapokucha. Kwa hiyo pete hizi zinaleta mivuto ya biashara, zinaleta utofauti ulipokuwa awali na hapo utakapokuwa baada ya kutumia kitu hichi kikiwa kimesomewa vizuri na kimefanywa kafaratul jini kwa ajili ya kukaribisha viumbe wengi katika pete hiyo. Kwa hiyo pete hii umbadilisha mtu, isipokuwa ukimtanguliza Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuna wengine wanakutana na mambo mabaya kwa sababu ya kuamini tu hivi vitu bila kumwamini Mwenyezi Mungu. Wengi unakuta wanapotea, wanafeli kwenye masuala yao kwa sababu ya mambo kama hayo ya kuamini tu hivi vitu, wanamsahau Mwenyezi Mungu aliyewaumba. Hapo mtakuwa mnakosea sana. Kwa hiyo nimesema niwagusie hili ili angalau nipunguze simu zinazoita na maswali yale ya kujirudia. Wewe unahitaji pete, miezi ya mapete ni hii ya sasa hivi. Changamka, maana itafika mahali hizo kazi sitazishika tena, kuna misimu mingine. Tunaelewana sawa sawa?
Basi mimi leo nimesema niwakumbushe hilo. Niliwahi kusema kuanzia pete inaanzia 500,000, 500,000 na nusu, 880,000, milioni 1,300,000, 1,500,000 na nusu. Vile vile kuna ya milioni 2,500,000. Hizo zinatofautiana bei kwa sababu ufanyaji wao wa kazi pia ni tofauti. Kwa hiyo mtu unaanza daraja la kwanza, la pili, la tatu, la nne, ikiwezekana la tano, unakuja kwenda mpaka la 6. Madaraja hayo yanazidiana uwezo, hilo mliweke kichwani. Na kinachotakiwa ni mtu kuwa na imani. Unapoamua jambo lako, basi simama sehemu moja. Waacha kukurupuka au kushawishiwa tu na watu kwa sababu umeona fulani kafanikiwa juu ya hilo. Sikiliza nafsi yako inataka nini. Sawa sawa, sikiliza nafsi yako inataka nini kwenye maisha yako. Vile vile mkitumia majambo haya msisahau kwenu. Kuna watu wakishapata mali basi wanasahau kwao. Msisahau kwenu. Mimi leo niishie hapa. Somo hili nilifupi, lakini kuna kitu umebeba wewe mwenye maswali kadhaa kichwani mwako. Usije tena kuniuliza bei nimesema hivi, bei nimetaja hapo. Utachagua wewe, mwalimu nimejiweza hili, nafunga safari na kuja Kilingeni. Nimesema situmii mtu pete. Tusameane. Maandalizi yake ni madogo sana kwa upande wangu, ila ni makubwa kwa mgeni wangu, kwa sababu atayafurahia hayo maisha akimtanguliza pia Mwenyezi Mungu. So ujue muombe basi ndio kila kitu, hapana. Utakuwa tunamkufuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunaomba hebu simu zinazopigwa zipigwe kwa nidhamu. Maswali tuulizane kwa hekima, sio tunaulizana kama tumeajiriana, hivyo tutashindwa kupeana elimu. Haya, mimi nitarudi tena inshallah kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Kwa wale wanaohitaji vitabu, kitabu nimesema kinauzwa 300,000. Kitabu kinauzwa shilingi 300,000 pesa za Kitanzania kwa mtu yeyote. Hicho kitabu hakijaandikwa kilugha jamani, tumetumia lugha ya Kiswahili. Kitabu hichi nafikiri viliniishia, ila kwa sasa nimejizatiti kwa anayehitaji basi atoe taarifa mapema. Kitabu hicho kina mambo mengi mno, nitakuja kuyaelezea baadhi ya peji, nitakuja kuzifafanua hapa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.